Karibuni wasikilizaji wetu popote mlipo. Hii ni Hadithi za Mkandarasi, jukwaa linalokuletea simulizi za kusisimua, mapenzi, hofu na siri zinazogusa maisha halisi ya mwanadamu. Kumbuka, kila siku saa 1 kamili usiku tunakutana hapa kwa mwendelezo wa hadithi zetu. Na mimi ni msimulia wako Abdu Official, nikikusindikiza katika simulizi yetu la leo. Sasa tulia, fungua masikio yako, safari inaanza sasa. Binti mchawi aliyenipenda, imeandikwa na Abdu Official, sehemu ya 3. Maneno ya Nahla yalikuwa bado yanamzunguka Musa kichwani. Kuanzia leo hautakuwa salama peke yako. Alisimama pale nje ya nyumba yake, moyo ukimpiga kwa kasi kana kwamba unataka kutoka kifuani. Ghafla upepo mkali ulivuma na taa za jirani zikazimika moja baada ya nyingine. Giza nene likameza eneo lote. Nahla, kuna nini kinaendelea? Musa aliuliza kwa hofu. Lakini kabla hajapata jibu, kiwili kirefu kilionekana mbele yao, kikisimama kimya gizani. Sauti nzito ilipasua ukimya. Mwanadamu alipewa onyo, lakini hakusikia. Miguu ya Musa ililegea. Nahla alisogea mbele yake haraka, akimkinga kana kwamba anazuia hatari isiyoonekana. Aondoke, hana hatia, Nahla alisema kwa sauti kali, tofauti na ile laini aliyomzoea Musa. Kimya kizito kilitanda. Kisha sauti ile ilirudi tena. Ukichagua kumlinda, utapoteza nafasi yako miongoni mwetu. Musa hakuelewa walichomaanisha, lakini aliona hofu ya kweli machoni mwa Nahla kwa mara ya kwanza. Sekunde chache baadaye, upepo ulipungua na vile vivuli vilitoweka gizani kana kwamba havikuwahi kuwepo. Musa alimwangalia Nahla, moyo wake ukiwa bado unadunda. "Unanificha nini, Nahla?" aliuliza kwa sauti dhaifu. Nahla alimwangalia kwa macho yaliyojaa huzuni. "Kuna mambo ambayo yakijulikana hubadilisha maisha milele, na sasa umeanza kuyaona." Maneno yake yalimwacha Musa akiwa na maswali mengi kuliko majibu, na hakujua hatari halisi ilikuwa bado haijaanza. Je, Nahla atachagua kumlinda Musa au atalazimika kumtoa sadaka ili kuokoa ulimwengu wake wa siri? Usikose sehemu ya 4 kesho saa 1 kamili usiku. Mimi ni msimulia wako Abdu Official. Hadithi inaendelea.